Namna 3 za kukusaidia kupunguza mawazo. Namna ya kwanza, soma vitabu. Utakaposoma vitabu, vitakusaidia kupunguza mawazo. Iwe ni fiction au non-fiction story, zitakusaidia. Kwa mfano, ukisoma stories za kufikirika, yani fiction stories, huko bwana utakutana na characters mbalimbali, wapo watakao kufurahisha, wapo utakao kuwafuatilia mpaka mwisho, lakini pia ukisoma non-fiction stories, kitakusaidia kitabu cha namna hiyo kupata maarifa mbalimbali. Kama ni masuala ya kiuchumi, masuala ya mahusiano, bado itakusaidia na wakati huo itakuwa imekutoa katika uhalisia wako wa matatizo. Namna nyingine ya pili ya kupunguza mawazo ni journal. Hakikisha una diary yako ama una notebook ambayo unaitumia kuandika hisia zako. Ziwe ni nzuri, ziwe ni mbaya, changamoto unazokutana nazo. Hiyo ni njia nzuri sana, tena salama, ambayo itakusaidia kupunguza yaliyojaza moyo wako, yaliyokwaza moyo wako. Saa nyingine hata yaliyofurahisha moyo wako, itakusaidia utakapoingiza katika diary. Kwa hakikisha haukosi diary, haukosi kitabu, lakini pia mazoezi. Namna ya 3 ya kukusaidia kupunguza mawazo, fanya mazoezi. Weka mziki kwenye redio yako. Fungulia, cheza we, tikisa mwili. Unakuwa pia unatikisa na stress, unapunguza na stress. Ukienda kuoga, kwa wale wadogo, ukisha kuwa above 25, ukienda kuoga huwezi kuimba. Yaani ile kuimba wanaimbaga watoto. Ukisha kuwa above 25, I say stress jinsi zinapokuandama, huna hata luxury ya kuimba. Nyinyi wadogo sasa ukienda kuoga, imba mziki we bafuni. Kwa watu wazima wenzangu, wazee wenzangu wale, washa mziki, cheza. Vitu unapocheza, utakuwa pia unapunguza na stress, unazishake na zenyewe zitakuwa zinaondoka. Alafu namna nyingine sasa jamani, ya 4 na ya 5, naomba ucomment hapo chini.